kill them, abduct, rape and all that. And once in a while, they would sneak into Uganda and kill sheikhs. They killed a number of sheikhs. A number of sheikhs, you know some of their names. Then they killed Major Chigundu, an army officer. Then they killed recently they killed the daughter of Katumba, Wamara. Now they thought, and they're planting bombs in Kampala. Now they were doing all this because Kabila had not allowed us to help them deal with this group. The Congolese had problems of dealing with these groups, but they also did not allow us to deal with them. Because remember, LRA, the group of Coin, they were using Sudan, South Sudan, but when Bashir allowed us to operate against Coin, they couldn't stay there. That's why they had to flee South Sudan, even before Sudan broke up. They had to flee South Sudan and go to Garamba National Park. You must have heard when they were in Garamba National Park, they had fled South Sudan. Then when we followed them in Garamba National Park, they fled Garamba and fled to Muache Mtoto, Muache, you leave him. Wacha Mtoto, wacha my great-grandchild wanacheza hapa. The people in the TV know that there are children in Uganda, so you don't have to. Mbera o balekanga bibasande kukola, nibakola byotasande kukola. Namazima tugali mubo. You, the people of TV, we have got children here, so you don't have to worry. Don't switch off the TV because I'm talking about children. So listen to the message. Stop the children. What? Mubera umukatemba bulijjo. So when the Sudan government allowed us to hunt Coin could not stay in. Mama has joined us here. The cameras are blind, they can't see her. You will see her. She's with us here. She's greeting you. Good. The cameraman now has woken up. Now, so when the Sudan government allowed us to hunt Coin, he could not stay in South Sudan. He could not stay in Garamba National Park. He could not stay even in Central African Republic. He had to flee and go to Darfur. That was the end of Coin. So therefore, the ADF staying in Congo, it was because His Excellency Kabila did not allow us to hunt those people. That's why they were there, thinking that they are in heaven. But we exercised strategic patience. We didn't want to start fighting Congo because of harboring ADF. We kept on begging, please allow us to help you, allow us to help you, until in 2021,
November, the Congo government allowed us to operate against ADF. Now, that was the end of ADF. If they had common sense in their heads, they should have known that there is no way they can survive once His Excellency Tshisekedi allowed us to work with the Congo army and clear that area. But these are people who are not well informed. They are just there deceiving themselves. But we have really hit them. Even yesterday we were on them. So many of them have been killed. And so many people have been liberated. Right now, here in the room, I have some young girls who escaped at different times when we were attacking the camps of these people. Watoto, mnaweza kutoa nani yenu, mnaweza kuongea kwa radio. Give them some cameras and they speak. Toa nani zenu waone vizuri. Msiogope. Mseme mnatoka wapi. Mimi kwa majina wananiita Irahura Esperance, natoka Burundi. Niko na miaka 25. Nilikuwa naishi South Africa na mume wangu. Akaniambia anaenda kikazi. Alivyoniambia anaenda kikazi, akikutana kazi iko vizuri ataniita nimfuate kwenye iko. Akatangulia akaenda. Alivyofika akanipigia simu akanambia nimfuate. Akaniambia nichukue basi kutoka South Africa kupita Mozambique, kupita Zambia, Tanzania, Burundi, na akanikataza kupita nyumbani kwetu. Akanambia nipite tu mara moja niingie Uvira niendelee safari paka Bukavu, paka Goma, paka Butembo. Nilivyofika Butembo akaniambia ananitumia mtu akuje kunichukua penye yuko kwenye hoteli. Pakaja mbwana akanigusa hivi. Akaniuliza kama mimi njoo Mama Mubarak, nikamwambia ndiyo. Akanambia njoo nikupeleke penye mume wako yuko. Nikaenda, nikapanda moto. Tukaenda nikazidi kuona kama bunaenda kuingia. Ilikuwa mida jioni. Nikamuuliza mbona hadufiki? Akanambia usijali, tunaenda kufika penye hiko. Mlikuwa mnakwenda kwa mguu na moto? Gari? Pikipiki. Pikipiki, okay. Bukaingia akanifikisha kwa mwananchi Mleya Mkongomani kwenye walikuwa wanaishi mashamba ya kuli. Akaniambia lala hapa, mume wako atakuja kuchukua kesho asubuhi. Nilizofika pale nikaanza kuogopa, lakini nikajikaza nikalala paka asubuhi. Asubuhi nikaona majeshi matatu wanakuja kunichukua. Wanaanza kuniuliza kwanza mume wako ni nani? Nikawatajia jana, nikamwambia anaitwa Hamisi Haruna. Wakanambia kwa tukupeleke. Yeye ni Murundi? Bwana yangu anachangiwa wazazi, mamake ni Mtanzania, babake ni Mkongomani. So wakanipeleka wakanifikisha kwenye kampu kwenye wanaishi. Nikaanza kusikia wanatoa matakibi. Nikaogopa. Nikamwauliza sasa hapa mnanipeleka hapo? Kanambia wewe tulia. Nilivyofika pale wakaita wamama wawili, wakaanza kunisearch. Wakanitoshea pasipoti, wakanitoshea pesa zenye nilikuwa nazo, wakanitoshea na simu. Wakaniambia tulia kwanza hapo. Nikanyamaza, nikatia fujo, nikamwambia mimi nataka kurudia nirudishie kitambulisho changu mimi nirudie. Wakanambia tulia kwanza. Nikatulia. Abawakasi akaja. Akanambia Mama Mubarak, ukitia fujo hapa tunaishi chini ya Qur'ani na silaha na jambia. Ukitia fujo wanaishi chini ya Qur'ani na silaha na jambia. Silaha na jambia. Killing people.
Sasa nilivyokuwa pale nikazidi kutia fujo. Nikamwambia mimi nataka kurudia nyuma, nikatia ukaidi. Wakanambia haya tulia. Nikakaa pale. Mume wangu alivyokuja akaniambia njoo kwanza tuongee kidogo. Akanipeleka pembeni. Akaniambia mke wangu mimi nakupenda sana, lakini ningekwambia kama niko hapa haungekubali. Juu unajua nyewe wanawake akili zenu hamwezi kukubaliana na hiki kitu. Nilikuwa nataka watoto wangu wakuje wakufie kwenye silaha kama gisi niko hapa na mimi nitakufia hapa. Nikazidi kutia fujo. Nilizotia fujo sana. Niko namwambia nataka kurudia. Yeye mwenyewe akanilalisha chini, akanitia jambia hapa. Akaniambia ukitaka kurudia mimi mwenyewe ndo nitarudisha kwa njia karibu nitakukata. Nikanyamaza. Niliona jambia kwa shingo nikatulia nikaogopa. Nikaishi naye hivyo hivyo kwa kuogopa. Baada ya siku nikamuuliza, sasa hapa umeacha maisha yako mazuri, unakuja kupigana kwenye vita hivi, unatafuta nini? Akaniambia mke wangu acha nikwambie ukweli. Hapa sisi tena ananiambia usimwambie mwanamke yote wanawake mko na rugambo. Hapa sisi tuko hapa kupigana, tunabuzabuza Kongo. Hatutaki Kongo, sisi tunataka wapi? Tunapigania Uganda. Hata kutoka kwa mzee Jamiru tulikuwa tunafanya nini? Tunapigana tufanye nini tupate Uganda. So sisi hapa kupigana kwetu ni kupata nini? Uganda. Mimi nikanyamaza. Nilivyokaa naye baada ya masiku madogo, Juni niliingia na watoto wawili. Umoja agikufa. Hali ilimshinda kuvumilia chakula kibaya. Maisha ulikuja na watoto? Nilikuwa na watoto wawili. Akakufa, alivimba, akaanza kupasuka pasuka, akakufa. Nikabaki na umoja. Nikatulia, nikaishi maisha mabaya kuteseka. Na yeye alikufa. Walivyompiga wa UPDF alikufa. Bwana yako? Huyu Mkongo, Mtanzania. Yaani naweza nikasema ni Mkongo ni Mtanzania vyote juu ni wazazi wake wote. Sasa UPDF wakamuua. Wakati gani huyo? Alikufa mbele ya Mlalo, yeye ndo alitangulia kufa. Mlalo naye alikufa nyuma miezi ya nyuma. Alikufa hapo miezi ya nyuma kidogo. So yeye alikuwa na watu wake wanamchunga juu ndo alikuwa anawafundisha kutengeneza mabomu. Alivyokufa wakaanza kunishika vibaya, nikaanza kuteseka na mtoto wangu. Mtoto anateseka, anavimba, anapasuka, hata nikiwalilia hivi vindaga vidogo vimkende hawezi kunipa. Ninateseka na mtoto, tunapanda milima shuka, mvua, jua, mtoto kwa kumgongo mpaka na yeye akakufa. Mtoto wa pili. Palianza kufa yule mdogo, wa kwanza ndo alikufa nyuma yake. Nikabakia pale, wakawa wanatuambia UPDF wakiwabana, wanawabaka, wanawaua au wanatia jela mbaya sana. Tukawa tunaogopa kutoka. Wanawaambia kwamba mkienda kwa UPDF tutawaua. Na watatubaka au watatutia mjera mbaya sana. So tukawa tunaogopa kutokana na vile wanatuambia. Lakini nilivyoona ilikuwa grupe yao wenzangu walikuwa 14. Walivyowatoa nikaona hawajawafanya kitu na wakatangazia kwamba wamewakamata wazima. Na mimi nigatia nia. 14 walikamatwa wakati gani? Umoja wao ni nao wawili wenye tuko nao. Tuliwashika kabla ya wewe. Wewe ulijuaje kwamba tuliwashika vizuri? Walitutangazia kule, walituambia kuna wanawake 14 wamebana, sasa wako mikono ya UPDF. Nani alitangaza? Wanatuambia viongozi Sikaomaru na wengine wa viongozi wako chini yake kule. Lakini wewe ulijuaje kwamba wako vizuri? Anti walituambia wakati ule vita ilikuwa kali, so kila cha kinatokea wanatuambia. Kama kuna wenye wamekamatwa wazima wanatuambia. Na mimi pale nigatia nia nikasema chenye kitakuwa kikuu. Sikuwa tarudia kudupiga, mimi nitatekingi cover ni wasubiri wanisaidie. Kama ni kuniua waniue, kama ni kunisaidia wanisaidie. Wakati walikuja kudupiga, mlikuwa sehemu gani ya Kongo? Tulikuwa sehemu ya Mwarika. Mwarika. Sehemu ya Simuriki huko chini. Okay. So wakati UPDF ilikuja kuwapiga ukafanyaje? Nikatekinga mkimuti na mwingine mama tulikuwa wawili. Tugatekinga, wako wanatuambia kimbia njoo wale UPDF wanakuja kuwakamata wawapeleke wazima. Wagapiga bomu kwa ule komanda tulikuwa naye alikuwa anaitwa Amiri.
fragment ikampasura kwenye mguu kidogo, akakimbia akituacha pale na sisi tukapata bahati ya kubakia pale. Walikimbia nyinyi mkabaki pale. UPDF kawakuta hapo. Tukisikia UPDF wako nasema songa twende. Na sisi tukaita mkuja mtusaidie, tuko hapa tunaomba mtusaidie. Nyinyi you shouted. Niliwaita. Uliwaita. Wanisaidie. Okay, kale sasa. Asante. Unavuga Kirundi? Urakizi? Ndakizi. Urakizi Kirundi? Okay. Na watoto wengine? So wewe ulikuwa mwezi gani? Mwezi wa 8 juzi. Kwa majina naita Noela Manote. Walituchukua usiku ngatunalala. Wewe unatoka wapi? Natokea Kongo Bulongo. Kongo? Ukabila gani? Munande. Munande. Babukiri? Babukiri? Chaviricha. Washinja? Washinja kutsibu? Unaona nasema Kikonjo? Nakijua vizuri. Walituchukua usiku ngatunalala. Nilikuwa njo nimeolewa. Nilikuwa nimefaa miezi 3 kubeli familia yangu. Tulikuwa tukishafaa karibia 3 kilometre, bakituambia sisi twende huko pembeni. Nikiona banapeleka bwana wangu banenda mchinja. Bwana wako? Alikuwaje? Alikuwa Estashe Mtahinga. Alikuwa Estashe Mtahinga. Jina. Okay. Tuliona walikuwa washachukua wengine pembeni, walikuwa wamewatosha mwingine. Bwana yako bado yuko? Walimuua na jambi. Walimuua? Wa ADF? Kwa sababu gani? Gisi tu bana tukutanishaka, banachukua, banabeba basijana, babwana bana bau. Ulikuwa kijijini? Walikukamata kwa nguvu? Walituchukua usiku ngatunalala. Upande gani? Bulongo. Bulongo iko wapi? Iko kule Kongo, karibu na Beni. Karibu na Beni. Kwa hiyo mlikuwa kijijini, wakaja wakaoa bwana yako, wakakuchukua? Wakanichukua. Walikuwa washabaniana wengine wa msika, nao na washaoa wengine. Tulikuwa wa bibi wa 6 na wa bwana wa 4. Bakeua wa bwana, baketwacha sie wa bibi 3, bakeua na wengine wa bwana. Baketupeleka kule mkambo kwa mzee Mlalo. Tulikuwa tukifika, nilikuwa niko na mimba nyenjo na fa mwezi moja. Nikezaa mtoto akifariki. Sasa wale wadugu wangu wenye tuliendaka nao kule kwa kambo, mmoja UPDF ikembania. Sasa nikibakilia kwa mie peke. Ndio na mimi sasa niliangaliaka nikibakia kule na UPDF elimchukua, elimuokoa. Elimuokoa? Eliwashambulia? Walitupiga kule kusemuliki. Semuliki? Sasa niliona gisi yameenda. Tukifika kule tunakuwa kula vibaya. Tunakuwa nasema tunaongea na wandugu wetu, wanatuliza kama tuko naongea vinini. Tunakuwa nasema tunatatoroka, banasema tuketoroka banatukata kichwa. Ndio tulikuwa kule tunaishi tu maisha ya boka, tunakula vibaya. Wakati mzee Mlalo alikufa, UPDF iliua Mlalo? Elimuua. Ilikuwa kisha muua Sekabakasa kirudi yako. Sasa nilikuwa nimezala, wakenipatia mume Amiri. Wakupatia bwana mwingine? Wakenipatia mwingine bwana. Sasa tulikuwa tuko na nimefaa kwa mwaka moja. Tulikuwa tuko natembea kule pembeni ataliha, tukienda anguka kule muambushi ya UPDF. Baketupiga pale masasi, majeshi kerudia ingine nyuma, Sekabakasa kekimbia mbele. Sasa sie wabibi tunatembelea katikati.
Njo nikiambia wa ndugu wangu nise tulale, tusiseme tunafanya nini, tunatawanyika. Tukisema pa tunatawanyika njo kwenye masasi nafaka nini inenda pigia mtu. Njo tukilala pale tunatekinga. Sasa tuliona masasi napunguka, tukesimama, nikeita UPDF nisema kio mtusaidie, walitubanaka tushatesekea huko. Njo walikuja waketuokoa pale. Ilikuwa mwezi gani? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Okay. Njo walikuja waketuokoa pale, tukefika wanatupatia chakula, tunanawa, tunalala vizuri, tunakula. Nasema Mungu awabariki. Okay. Wasi nje kutibu. Asante sana. Mwingine? Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Uli Muganda? Uli Muganda ddala oba? Ndi Muganda mwennyini. Ovawa? Ndi wa Ndeje. Ndeje. Ndeje waffe mu ddwaniro? Ndeje y'amakulu bita? Oba ye Kampala? Ye Kampala. On the way to Entebbe? Okay. Okutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 7. Kitange nansitula nantwala ku ssomero. Wa? Ku Sekambaziira. Ku ssomero lya Sekambaziira. Zirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Sekambaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma, kumbe kitange ne Sekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Kongo? Mwayita wa? Twali abawala 4 n'abalenzi 5. Ne batupakira mu motoka ya drone. Sawa 12 ne batutambuza ne tusanga banafa omuwala omu n'abalenzi 2 ne babateeka mu motoka. Ne batutambuza ne batuuse Kongo, ne batubuza we bababuza mulagawa. Mugambe mugenda wa jjajja wammwe. Ne tutambula tewaliwo yatubuuza we twatuuka maaso. Ne batujjamu emmotoka emaaso n'emabega nga waliyo abajaasi. Ne batufulumya ne batuyingiriza mu ba ADF. Okuyingira kwange mu ADF olwo olunaku lwe natandika okulaba ku bantu abakutte emmundu. Era we batutuusa mu kampu, twatuukira mu kampu ya Sekawumalu. Sekawumalu mubeeramu muzeeyi Amigo ne muzeeyi Kikutte. Ne batandika otuyigiriza amafunzo. We naweza emyaka 8 ne bampa omusajja. Myaka 8. Nembeera mu kibira ky'e Kongo nga mbonaabona ekisookera ddala nga tulya bubi, tulya ebitaliimu munnyo. Ne tuwangalirwa mu kunyigirizibwa buli ssaawa, okubibwa embooko. Nga weyogerako ekintu kitono nga bakuba. Va ku baana baleke. Va ku baana. Abaana bali mu radio yaabwe. Genda mu maaso. We bankuba ne tugenda mu safari emu ne bampa ejjambiya nsala omuntu. Neŋŋaana ne bankuba fimbo 5. Fimbo ekibooko 15. Ne ntambula ne baŋŋamba ngende mu kikoosi kya muzeeyi Mulaalo. Nange nga nfata bufasi kubanga mmanyi ssaawa yonna bagenda kunzita. Ne ntambula ne ngenda mu kikundi kya Mulaalo nga batusituza emizigo, batusombesa emmere nga byonna tubigumiikiriza. Ne bantwala mpaka Madiina. Omusajja gwe basooka okumpa n'afa. Wayitawo emyezi 3 era ne bampa omusajja omulala. Nga ninga ali mu kubonaabona, era nali mu kubonaabona kuba nave waffe nga sibimanyi. Ne mmala nenzira eddomeeni mu kibira ky'e Kongo wa kampu ya Amigo. Kubeera Amigo, Kikutte be bawangaalira ku Taliha. Ne bampa Jafari, taata w'omwana omulenzi gwennyina Katongole, ye Saadi Katongole.
Nenzaala omwana ow'obulenzi n'andwalirira. N'azimba olubuto, n'azimba ebigere amaaso nga talaba. Taata we n'ampita ku RV gye yali akola n'entambula n'engenda. Amagye ga Uganda ne gatukuba ataaka. Amagye ga ADF, ga UPDF. UPDF aga Uganda? Negabakubira wa? Gatukubira ku ludda lwa Taliha. Eyo eri ludda wa? Which side? Mwarika. We batukuba surprise zaali ssaawa 2 ez'okumakya. Nenziruka ne bannange kati nze okuva we natuuka mu kibira omutima gwange tegwatebenkerayo. Ne ngamba bannange tuyimirire. Ne mbagamba abo basiraamu. Naye nga nze ntegedde nti si basiraamu. Nga njagala batukwate ffenna batuggyeyo mu mbeera embi. Ne bagaana ne badduka, nze ne neekweka. Amagye ga Uganda ne gabafata. Ne nninda mu inapate ne nnyimuka ne nteeka emikono waggulu. Ne baŋŋamba yimirira mukadde. Ne nnyimirira ne bambuuza oba nkutte emmundu ne mbagamba nedda. Ne bambuuza oba ebyeki ku mugongo nti mwana. Okumuggyayo ng'omwana muzimbwa alina amabwa mu bwereere mwonna. Omwana tategeerekeka. Ne bantwala ne bannyamba. Paka essaawa eno ntuusa okwebaza gy'oli. Neebaza nnyo kubanga mwatujja mu kibira mu kubonaabona kwonna kwe tubaddemu. Ne mutujjayo ne mutulabirira ne mutuleeta mu mbeera ennungi. Nkwebaza nnyo. Gwali mwezi ki? Gwali mwezi gwa 4. Gwa 4? Nkale babale. Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Kati olina emyaka emeka? Essaawa eno mpeza emyaka 2. 2 obadde mu nsiko emyaka 13? Omulala? Jina langu naitwa Divine Kalume, natokea Kongo, Goma, North Kivu. Nilikuwa kaniko kunyumba. Uko kabila gani? Munande? Mushi. Sema kishi mnasalimia namna gani? Mianzi mwingi. Mianzi mwingi. Okay. Chiri ng'Ekinyarwanda. Okay, means okay. Nilikuwa niko kunyumba, kakangu tunachangia naye mama. Yeye ni Muislamu, familia yao chitu kwa ba Protestants. Wakiambia mamangu ashapata boss akumsaidia mtoto mmoja kumsomesha huko Uganda. Mama naye juu shetu tunaishi maisha ya haiko ya mzuri. Papangu alikuwa anaishi kivyake na sisi tunaisha vyetu. Mchukue nje mtoto atatulia huko mtoto. Sasa nilikuwa na mdogo wangu wanamuita Sara Kalume koko. Akamwambia anaomba ule mdogo wangu aende amsaidie kumsomesha. Mamangu naye akakubali, akaniambia Divine utawasindikiza wende wana nafasi wanaishi, takwenda kuwatembelea. Mama akanania, nikamwambia mama, kuwatembelea wapi? Uganda, ndivyo aliambia mamangu. Uganda wapi? Alisema ka Uganda, tia shirika Uganda. Yeye alikuwa ashapata bosi wake washamkubalia atamsomesha mdogo yake. Mtu mwingine amchukue nje huyo. Nansubuga umaze kwogera oyinza kumutwara. Mutware bwero. Okay, gena kuendelea. Kisha mamangu akanambia, Divine, tena tufanya tu siku 3 kule kwenye naenda, utarudia usijali. Nikasema mama, mimi niko naanza kusoma, shona mimi niende nisindikize mdogo wangu. Akasema utarudia kisha siku 3 nikwenda na kurudia, wewe utaenda kusomea huko. Sasa niko na rafiki yangu wanamuita Colonel Mamadu
nikampigia kana nikamtumia message. Colonel wa wapi? Mama Adumu alikuwa nani kumajeshi ya Kongo. Okay. Akanikataza nisiende. Nani mama kanambia kama mimi nikuzalaka, mimi nakuamurisha usindikize mdogo wako. Nikafuata sauti ya mamangu, nikaenda. Ukaenda wapi? Tukakamata bisi. Nani basi katupeleka mpaka Beni. Tukalala hapo Beni kwa hotel. Hotel kwa kama apande ya saa 10, mude kakangu akanipigia simu akanambia na tumanisha pichi takia kuwapeleka takutana nao kumbele mimi nachukua kupesa kwa kiwanja cha Nyunyi. Ye bosi ananitumanishia. Nika kwa pale usha ile dakika kidogo nikaona wapisha na kuya pale kwa hoteli. Akana wadada kakena na sasa nikene wachukue tunaenda huku Uganda tutakutana na kule mbele. Wanakuambia Uganda lakini wanakuchukua Beni. Uganda 10 ni huku tu huku Beni mpori yuko wanatupeleka na hatujui. Ndio walikuwa wanasema ni Uganda. Ndio Uganda. Tukaingia kupichi tukaanza enda. Mlikuwa na wapichi anatembeza dakika kidogo anasimamisha. Iko napiga simu unani. Anaongea lugha ya tusikia tuelewe. Nikamwambia mimi naona hapa sispe. Sina siku hapa na roho iko sawa. Nikafuta pigia mamangu simu, simu yangu ishaisha moto. Nikasema Mungu tu atuchunge. Cha dakika kidogo tukona tunatoka gudro tukaelekea mpori. Kwenye Kibira. Mwenye Kibira. Nikamwambia huyu wapichi. Mbona tunaacha tena? Hii ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2013. 2013. 10 years ago. Miaka 10 nyuma. Umekuwa kwa podi wakati huo wote. Umetoroka lini? Nimetoroka ni maneno mingi. Tukafika pale sasa alitamia tuingie kupisha. Basi utakuja kunielezea baadaye. Sasa ulikaa mwaka kiasi gani porini? Nilikala muda mrefu porini, miaka 10. Niko porini. Na kutoroka umetoroka umeokoa vipi? Nimeokoa kila siku napendaga kujitosha. Kisha nasema mimi naficha wanakia chikuta na kia ananitosha kwenye mimi najificha. Anapeleka watoto mbele, mimi nashinda kisi ya kutoroka. Nani? Yeye chikutenya alikuwa baligawia ka chikute. Chikute diro. Ndiye alikuwa bwana yake. Wakati ulifika polini walikupa bwana. Ukazaa na watoto naye. Nikazaa watoto 3. Sasa nilikuwa na watoto 3. Kila saa president nafika wanagawia watoto wawapeleke mbele. Ile wake inakuwa numa sana moro anasema anasemaje? Watoto walikuwa wanawaweka sehemu nyingine. Wanawatia mbele kwenye anatembelea yeye. Mimi nakuwa nyuma. Wakati mnatembea. Okay. Endelea. Ikakuwa kinaluma kila siku sana moro. Nasema kwa siku tu moja Mungu atanisaidia kana toka na mtoto wangu wote. Sitaacha mtoto wangu kupori hii ya mateso. Leo siku moja tukaka tunaikaa nyumbani. Nikamwambia mtoto wangu leo usipate papako kule kwenye malinda muruchiko yao. Nikamkataza usiende huko hata njali na kuluma baki hapo. Tutakunani tutekufia hapa. Yo kama hapa masaa saa 9 ya mchana na waniko muruchiko chikute na amigo na seka umaru na mobindo na odongo wanaikaa huko
Sasa surprise ikakuya mabomu. Watu wote wakakimbilia kwenye position kwenye nilikuwa naishi. Wakakimbilia kwenye nilikuwa naishi. Bakaanza tuambia sisi tufuate huko. Mimi nikasema mimi leo sitawafuata. Nikasema moro. Mabomu ilikuwa ya ndege. Mabomu tu ya RPG, mamota, masasi mengi. Nikasema nikamwambia mtoto wangu, kabla mtoto mwangu mbele, mwingine ngabeba nyuma. Kakijana nikamshika kumkono hivi. Watoto wako wote watatu. Wote watatu. Mwingine nikamshika hivi kumkono. Wale wa mama walikuwa mbele na huyo Weraso. Akama, "Divine unaenda wapi kule?" Nikasema, "Mimi ninapitia njoo huku yudo, nipande huku watu kuna sukumana sana watoto huko wanatuluma napitia huko." Sasa nikarudia nyuma huko, nikaenda mbele kidogo nyamasiko natokea. Nikatafuta mti nikekaa chini. Nikalala hivi watoto mama siko nalia sana, nikawachia hii video wasilalamike. Na viko wanatutafuta. Wenye wanabaki nyuma. Ule kijana atafuta lalamika, nikamshika mdomo na nguo. Nikamwambia achafuje muda inafika wa kutoka kwenye pori. Walikuwa wanavimba, sasa tena kuwasaidia mimi. Sasa UPDF akaja kukuta hapo. Hasa Maseli Nyamanza, nikawaita UPDF. Nikamwambia Papa naomba kunisaidia, niko naomba msaada. Ndio wakakia kwa wanalalamika, nikasema niko hapa naomba msaada. Nyesa wakakuja wakajitokeza, akasema ilikuwa mwezi gani huyo? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 juzi. Ilikuwa upande gani? Ilikuwa upande ya Sekaumaru. Hiyo ni wapi? Huku nani pake ya Irungu. Ndio kutumia walitu. Irungu ni wapi? Domain hapo. So Marika. Asante sana. Sasa huyo nashukuru sana kwa kutusaidia. Tulikuwa tunavimba, tunaonekana vibasi, tunaonekana watu wazima mbele ya watu. Nasema Mungu asifiwe sana. Thank you. Na mimi kwa majina naitwa Bizumkama Amina Sole. Nimetokea Burundi na mume wangu aliniambia tunaenda Kinshasa, amepata kazi. Nilikuwa na mtoto mmoja. Tukapita Rwanda, tukapita mpaka Goma. Mpaka Butemo njo tukaingia Mkibira. Njo tukakutana hali ya kule si ya mzuri. Nilikuwa na mtoto wangu akavimba. Akavimba mpaka akapasuka mpaka mtoto wangu akakufia kule. Alikufa. Na mbona mwenyewe akaenda kuvita ya Bafardesi akakufia kule. Nani alikufa? Mtoto? Bwana na yeye akakufa. Mtoto na bwana? Sasa baada ya miezi na tena bakalika mwingine mbwana. Kabana muita mjomba. Tena kaza mwingine mtoto na ya agapasuka akaanza kutonya damu. Akakufa na yeye. Wakampatia bwana kampo bwana wakati ule alikufa. So huyo mtoto bwana naye akazaa mtoto mtoto wa pili naye akakufa. Mwenye alizaa na bwana ya pili. Bwana wa kwanza alikuwa na mtoto mmoja alikufa na baba yake akakufa. Ndio akamupa bwana ya pili. Naye akapata naye mtoto mmoja naye akakufa. Sasa walikuokoa vipi? Ndio tulikuwa natembea na Bwakasi usiku. Bwakasi? Zilikuwa kama mazeno za usiku jo Bwakasi alikuwa anatembelea mbele na sisi tulikuwa katikati. Mlikuwa mnatembea na Bwakasi? Agakuwa mbele sisi tulikuwa katikati. Ndio basi bakaanza basi sisi tukalala chini, tukasubira masase ikatulia tukalalamika. UPDF iliwapiga? Usiku? Ikatupiga usiku tukalalamika. Kwa ambushi kwa nini? Kwa ambushi tulianguka mwambushi yao. Okay. Alafu ukalala chini? Tukalala tulikuwa 14.
tukalala chini tukasiba masaa isali ngaisha tulia njo tukalalamika bakakia bakatukamata tukaenda nao. Okay, asante sana. Thank you. So now you can see these are some of the children who were either lured into ADF or kidnapped. But they are telling you the story, how the UPDF is attacking those bandits and liberating these young people. Now, I'm calling on ADF to stop wasting time, because there is no way they can survive. The moment the Congo government allowed us to operate in Congo, there is no way they can survive, because we see them. For them, they don't know much about warfare. They don't know how much the capacity of the army, because when they were just staying there, given free territory by Kabila, they didn't know the capacity of the army. But there's no way they can survive. They have seen this. Even yesterday, we attacked them, and they were all perish. But they are wasting the time of these young people. I'm glad these young people were clever enough to run away, and others are running away. Many. These are just a sample. But they shouldn't waste our time and cause the death